Amani ya Kristo Yesu iwe nanyi tena wandugu, popote mnaponitazama, popote mnaponisikiliza. Ni siku nyingine njema, tunashukuru na kusema ni asante. Kwa sababu sio kwa wema wetu tumeiona siku ya leo, bali ni kwa neema ya Mungu ameturuhusu. Kuna wengi walikuwa na mipango mikubwa na maono makubwa na uwezo mkubwa na faida kubwa katika dunia hii, katika jamii, lakini wamepata kuondoka ghafla. Wengine kwa njia ya ajali, wengine wakapata kuugua ugonjwa tofauti tofauti, wengine hawana uwezo tena wa kuzungumza, wengine wana machungu tofauti tofauti ya kupoteza wapendwa. Bali huenda wewe mahali huko uko na amani, una kasi, naweza kula, naweza tembea, hauumwi mahali popote. Sio kwa sababu wewe ni mzuri sana, bali ni Mungu amekuneemeza hiyo neema tu ili jina lake litukuzwe. Kwa hivyo ni ushauri wangu kwamba sio kawaida uamke salama na amani na afya yako. Kwa hivyo ni vizuri ukuchukua muda wa dakika 1 au 2 3 umshukuru huyu Mungu, useme ni asante. Mungu huwa hatulazimishi tumwabudu. Wewe ndio unafaa kuona kwamba Mungu amekutendea, wacha umshukuru, kwa sababu ni muumba wako. Yeye ndiye anakuhifadhi, anakupa kila kitu. Kwa hivyo anastahili sifa na heshima. Sitasema mengi, bali nitakwenda kwa mafundisho ya siku ya leo ili tupate kujua kwamba ni mwelekeo gani neno la Mungu linatupea kama wanadamu. Sadaka ni nini? Sadaka ni nini? Kwanza kabisa wacha tumwalike Roho Mtakatifu ndiposa tupate kujua kwamba ni nini matoleo au sadaka. Baba wetu na Mungu wetu, tuko mbele zako mchana huu ili tupate kujifunza kutoka kwako. Baba, nena na watu wako, tufundishe jinsi unavyotaka. Wacha mapenzi yako yatimie katika maisha yetu, na katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Na karibu sana. Tutajifunza kutoka kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 1 pale na wa 2 mtawalia. Nitasoma kwa jina la Yesu. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mugeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyomo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Ni Paulo anazungumza na watu wa Mungu, na leo hii ni mchumbe anazungumza na watu wa Mungu kutoka kwa neno la Mungu. Ibada ni nini? Sadaka ni nini? Kumwabudu Mungu ni nini? Ni kupiga kelele? Ni kukusanyika? Ni kutoa pesa? Jinsi ya kumwabudu Mungu ni aina nyingi, lakini ile maandiko yananiambia hapa leo ni kwamba dhabihu iliyo hai ni nafsi yako. Ndiyo Mungu anataka, na hiyo ndiyo ibada ya kweli utamfanyia. Dhabihu iliyo hai takatifu ni nini?
Huu mwili tumeutumia vibaya. Umeupeleka kwa usherati, huo ni uchafu. Umeutumia kusengenya watu, huo ni uchafu. Umetumia mikono yako na mawazo yako kuiba vitu vya watu, ni uchafu huo. Kutukana watu, huo ni uchafu. Kwa hivyo hakuna vile mwizi, mlevi, msengenyaji, msherati, mchawi atakuwa kwamba huo mwili wake ni dhabihu iliyo hai takatifu. Lazima ukatae maovu ya dunia hii. Diposa pale chini imeeleza kwamba tujitenge na dunia hii, tusiifuatishe, yaani tusiishi kulingana na dunia hii. Ili kujitenga na maovu, lazima ukane au ukatae mambo mengine katika maisha yako. Ridhika na mke wako mmoja, ridhika na mumeo, ridhika na mshahara wako. Hasira yako ipunguze, usitukane watu, usikache ukapiga watu ili upate kunajisika. Tumenajisi miili yetu, viungo vya miili yetu kwa mambo tofauti tofauti. Ulimi wetu tumeunajisi kwa kuzungumza mambo ambayo hayafai. Tumenajisi mikono yetu kwa kuwapiga watu, badala yake ungechukua nafasi nyingine uondoke tu. Umebeba na mikono yako vitu ambavyo si vya haki, sio vya halali kwa maisha yako, kwako, ambapo si vyako, sio haki yako. Umenajisi mikono yako. Mawazo yako umewaza yasiyo mazuri. Umetamani wanawake huko kwa barabara na mali za watu kwa macho yako. Kwa hivyo umeyanajisi macho yako. Ni njia nyingi sana tumenajisi viungo vyetu na kwa ujumla mwili wetu, ambapo maandiko yanatuambia kwamba mwili wako ni hekalu takatifu la Mungu. Roho Mtakatifu akija hawezi kaa kwa nyumba yako. Nyumba ya Roho Mtakatifu ni ndani yako, katika akili zako, katika moyo wako. Kwa hivyo iwapo unawaza chuki, unawaza usherati kando na mke wako, unawaza wizi, hakuna vile Roho Mtakatifu atakaa ndani yako rumu moja na mwizi. Haiwezekani. Tuwekane vizuri. Kama unataka kumfuata Mungu, lazima ujikane. Yesu akatueleza, ukitaka kunifuata, kwanza kabisa ujikane. Ujukue msalaba wako, unifuate kila siku. Msalaba ni nini? Msalaba ni njaa. Msalaba ni tamaa ya mwili. Msalaba ni kutamani vitu vya dunia hii. Na unapotamani mambo ya dunia hii, shetani anapata nafasi ya kukuja kwako. Anakuahidi akupe hiki, lakini kabla akupe lazima utatenda hivi. Na hicho chenye anatamani utende ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Tukumbuke vizuri, katika maandiko inatueleza kwamba shetani alimjaribu Yesu, akampeleka mlimani, akamuonyesha milki za dunia, akamuonyesha fahari za dunia, majumba makubwa, magari, mashamba yenye yananawili vizuri, wanawake warembo, pesa nyingi, heshima, umaarufu. Kamwambia, ukinisujudia nitakuweka juu ya haya mambo. Dunia hii itakuabudu, itakuheshimu, mali haya yatakuwa milki zako. Jambo moja tu, uniabudu. Wengi wetu tumemwabudu shetani kwa sababu ya kuahidiwa mambo ambayo yanapita. Hata uwe na pesa ngapi nyingi, hata uwe na nguvu ngapi, hata uwe mrembo kiwango gani, siku zako za kuishi duniani ni za kuhesabika. Kwa hivyo ni vizuri uchukue muda ule unaishi upate kumpendeza Mungu. Na njia rahisi ya kumpendeza Mungu, soma neno lake, litakuongoza.
Kwa hivyo sadaka ya kwanza Mungu anataka sisi kama wanadamu tumtolee ni miili yetu, nafsi zetu. Ndiposa amri ya kwanza inasema, mpende Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote, na umpende jirani yako jinsi unavyojipenda. Leo hii kuna watu wanalala bila kula, wana nguo moja, watoto wachaenda shule sababu hawana karo. Hila wewe hapo chakula inatubwa. Nguo zingine hata ulijui ulifaa lini na ujui utafaa lini. Una uwezo, unaweza fadhili mtoto mmoja asome, lakini huchafanya hayo. Na kila Jumamosi uko kanisani unasema Bwana asifiwe. Kila Jumapili uko kanisani unasema na tunastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Ikiwa Yesu anastahili kuabudiwa na wewe, basi alimuumba mwanadamu kwa mfano wake. Saidia yule ambaye ana uhitaji karibu na wewe, kwa sababu ni mfano wa Mungu. Hiyo ndiyo ibada ya kweli na takatifu. Jitenge na maovu, muombe Mungu akupe nguvu ya kushinda majaribu. Sitasema mengi, bali kwa jina la Yesu ninashukuru kwa ibada ya leo, na karibu sana pale kwenye YouTube. Napatikana kama Michael Menda. Na kusii kwamba ni vizuri ukisubscribe, share na watu wengine ili wapate ujumbe huu, uwabariki na kuwainua kiroho. Amani ya Kristo Yesu iwe nanyi.